Haya. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, Mama Margaret, the family of mzee yetu ambaye ametoaga Daniel Toroitich arap Moi, viongozi wote, wananchi kwa jumla. Nilisema jana ya kwamba tunasindikiza kiongozi mashuhuri katika taifa letu. Waswahili husema ati mti kuu ukianguka wana wa ndege huyumba. Maana yake mti ukianguka ndege sasa kuna mahali ya kwenda. Mzee ameishi maisha mrefu, amekula chumvi. Kwa hivyo tunasherehekea maisha yake, vile yeye ameishi maisha ya kiutu na taifa letu lote ya Kenya. Amefanya mambo mengi zaidi. Nilisema mimi nilimwona yeye kwa mara ya kwanza nikiwa mtoto mdogo. Wakija kutembelea Jaramogi alikuwa amewaita nyumbani. Lakini kabla sienda huko, mara mbili nilikuja kumtembelea hapa 2018 April 12. Kuja hapa na Mheshimiwa George Haniri na Mheshimiwa Bruce Hamad Sharif Nasir. Akiwa hapa, kwa swali ya kwanza akaniuliza ati pole, na akaniambia mimi pole ulipoteza kijana yako Fidel. Pili akaniambia nilikuja kwa harusi ya mtoto yako yule mwingine Junior. Alimahidi yeye ng'ombe fahali na wajaja kuja kuchukua. Mwambie yeye haja achukua hiyo ng'ombe, bado yuko hapa. Sasa Junior atakuja kuchukua hiyo ng'ombe. Mjue na wewe. Tukakaa naye hapo, tukapiga gumzo kabisa. Baadaye tukakunywa naye nyama. Gideon alikuweko na kamketi. Ya mara pili nimekuja mwaka jana. Ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka jana. Nilikuwa niambia Gideon nitakuja. Sasa nilikuwa nimechelewa kidogo, Gideon anapiga simu, uko wapi? Nikamwambia I'm on the way coming. Tulikuwa na ndugu yangu Dr. Buru. Tumekuja tena, tukakuja mzee hapo. Na kana yeye akaeleza maneno mengi zaidi yale ambayo walifanya hata na Jaramogi. Kaniambia kingine walikutana na Jaramogi na Orengo pekee yake najua hiyo maneno. Kuna mtu mwingine kabla Jaramogi hajakufa. Sasa ile mara ya kwanza walikuja kule Bondo. Wakati huo walikuwa ni wabunge wa kwanza kuchaguliwa 8 katika ligi kuu. Sasa Jaramogi akawaleta pale wote na akaintroduce kwa watu, akasema mambo mengi juu yao. Sasa mimi natakwambia nyinyi hii mambo ya tiga, ya jirafu. Na Jaramogi tena akaandika kwa kitabu yake. Na nilisoma jana. Akasema namna hii. Wanawake walikuwa kwanza ni mkutano kwa wananchi. We talked to the people of our first experiences in the Legico as their representatives. I said that the council was a huge forest with deep-rooted trees. We had tried to shake the trees, but they were firmly rooted. We needed unity and the wholehearted backing of the people to pull them out. I painted a word picture of each of my colleagues in the council. Muliro, I said, was a sailing boat whose next direction it was difficult for the settlers to assess. Ngala was a young hippo who hid from his father, but went secretly to measure his footprint to that of his father. And on the day that he was satisfied that his footprint was equal to that of the parent, he challenged the father to a duel.